na wajibu wa wababa. Nafasi na wajibu wa wababa. Baba, una nafasi ya kipekee ambayo Mungu ameifanya kwa ajili yako. Mwanamume yoyote amebeba kusudi la Mungu. Amen. Amen. Amebeba kusudi la nani? La Mungu. Hata kama ni mdogo kiasi gani, hata kama yuko tumboni kwa mama yake, amelibeba kusudi la Mungu. Hata kama yuko kwenye viuno vya babake, amelibeba kusudi la nani? La Mungu. Na shetani analiwinda hilo kusudi. Wakati wa Musa ni wengi walikufa. Wakati Musa amezaliwa, kusudi la Musa liliwindwa ili apate kuangamizwa. Haleluya. Yesu alipozaliwa, mwanamume yoyote anapaswa kuwa na mpaka malaika anashuka anamwambia Yusufu, nenda Misri. Nini? Kusudi linawindwa. Kusudi la huyu mwanamume linawindwa lipate kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume wengi wana vita, wananyang'anywa haki yao, wananyang'anywa kutawala kwao, wananyang'anywa kumiliki kwao, wananyang'anywa msimamo wao, wananyang'anywa maamuzi yao, wananyang'anywa ufahamu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Shetani anapambana sana na wababa. Vitendo vingi vya kikatili, wanaojulikana wamefanya ukatili ni watu gani? Wababa. Wababa wanatafutwa na wababa kila mahali penye uharibifu. Wababa ndio kwanza wanaangaliwa. Ni nani hapa mtaani ameingia? Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji maombi kwa ajili ya wababa. Watu wamezungumza habari za kulinda mabinti, kufanyaje, wakasahau uko uzao ambao ni muhimu sana, nao ni baba. Haleluya. Amen. Hivi leo mbegu zikiharibika, utaenda kuotesha nini? Hata kama udongo ni mzuri. Haleluya. Amen. Hata kama udongo ni mzuri, unaenda kuotesha nini? Mbegu zinaharibika. Vijana wengi wamekuwa walevi, wavuta unga, wala mirungi. Hao ndio wanaofukuzana na bajaji na pikipiki huko, wanapata ajali kila kukicha. Nani anayetafutwa? Kusudi lililoko ndani yao. Haleluya. Amen. Mama ulioko hapa, ni kweli umetoa sadaka kwa ajili ya uzao wako, endelea kuomba. Yesu aliwaambia, enyi wanawake wa wapi? Wa Israeli, lilieni nini? Lilieni nafsi zenu na watoto. Wanawake waombolezaji, ombea uzao. Ombea wanaume, ombea mume wako. Hacha kusema watoto wa siku hizi, na wewe ni mzazi wa siku hizi. Kama maadili yameporomoka kwake, chanzo ni wewe au chanzo ni mimi. Tuombee uzao wetu. Haleluya. 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 Tukiangalia katika kitabu cha Yeremia mlango ule wa kwanza mstari wa 4 hata ule wa 10, kuna jambo liko pale. Kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari ule wa 4. Nitasoma kwa msaada Bwana. Amen. Neno la Bwana likanijia kusema. Endelea. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla haujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii. Anasema kabla hujatoka tumboni kwa mama yako nimekutakasa. Haleluya.
nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa nini anamtakasa? Kwa nini anamtenga? Kuna vita, kuna wawindaji wanaowinda, kuna watu wanaokuwizia mtoto wa kiume aliyoko wapi? Tumboni. Kwani amelibeba kusudi. Haleluya! Amebeba kusudi na shetani amelichungulia kusudi, na hilo kusudi anataka kuliharibu. Bwana anamwambia nimekutenga, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa, nimekuweka kwa mtu mkuu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Shetani anawinda uzao wa kiume ili apate kuangamiza. Kevanti ziko, nani anayekunywa kevanti sana? Ni wa vijana wadogo ambao ndio mbegu ya kesho, ndio tutakao waachia ngazi, ndio tutakao waachia Tanzania, ndio tutakao waachia kanisa. Adui anawafyonza kidogo kidogo, anawaharibu kidogo kidogo. Pasipo maombi hatutaweza kubaki na uzao ulio salama.